kisayansi unatakiwa usitumike ndani ya masaa 24. Sasa mfano leo asubuhi umeamka umekunywa bia zako 10 tuseme. Kesho hizo kumi hizo sawa. Kesho labda leo ulikunywa saa 4 asubuhi. Asubuhi unaamka saa 1 kamili, unaona kabisa, unasema kutoa loki. Mitaani wanasema anaenda anaongeza, yaani kwanza anaongeza mzigo kwa ini ambao ule hata wajana hujaisha na bado ulikuwa zaidi. Ini linalalamika tu, maskini wa Mungu, mimi nitapona kweli? Kwa sababu haliwezi kuongea. Wewe afya inazidi kudorora, ini linaanza kusinyaa. Ghafla labda unapata elimu kama hii, unaamua kuacha au kupunguza taratibu, unaanza kunawiri. Ini naona asante Mungu, ninaonekana na afya yako inaonekana iko vizuri. Kwa hiyo tunaomba, najua kama kuna wenye uraibu wa pombe, sio rahisi kujitoa kwenye uraibu kwa ghafla, lakini ukiweka nia unaweza. Tunaishi na watu walikuwa wanakunywa sana na sasa wana maisha mazuri. Na kunywa sana haiondoi stress. Inaweza kuondoa stress ya kijamii, lakini stress mwili wako unayoiwekea ni kubwa, ambayo impact yake itakuwa kubwa ndani ya miaka 2-3, na hata unaokunywa nao hata mmoja hata kulisha pampers. Kwa hiyo tujitahidi, sisi ni watu wazima, tujiamulie maisha. Hakuna spare ya kiungo cha ini. Wewe sawa, wanasema huko unaweza kufanya transplant, lakini wangapi wanafanya transplant wanapona? Figo wako wanafanya transplant, zikifa zote. Kwa tuangalie, kwa sababu kuna viungo ambavyo ni nyeti sana katika miili yetu. Kama tutabadilisha mfumo wa maisha, mambo yataenda vizuri. Lakini uraibu unaweza kuwa ni urithi. Naambia tu kuna ile koo anakunywa sana pombe. Ni kweli wana hiyo kitu, afu ile mtoto akawa exposed kwa pombe, atakunywa na wala ataona ni kawaida. Makundi rika katika jamii, vijana wanakutana na wenzao, wanaamua bwana, nionjeshe kidogo, anampa, nipe pafu, anaita hivyo. Sawa. Ukatili wa kijinsia, mtu amefanyia ukatili utotoni, amepata stress, anaenda kwenye pombe. Matumizi ya mihadarati, msongo wa mawazo na sonona, upweke, mtu anaona ngoja niende kwenye pombe, sio suluhisho, na matatizo ya akili. Asanteni sana, nakaribisha maswali.